Once again. Mnaifungua dunia tunakutana na huyu mshikaji. Huyu mshikaji anakwenda kwa jina la Benji. Lakini utoka uamini kwamba huyu mwamba ana madeni kila kona. Yaani anadaiwa na kila mtu mpaka muuza vitumbua anamdai. Mama ntilie ndo usiseme. Mwamba ni mkopaji kinoma noma. Na huyu mdingi anamdai pesa nyingi kweli huyu mshikaji. Na alikuja akiwa moto vibaya mno. Anachokitaka ni laki. Nataka pesa yangu. La sivyo nitakufanya kitu kibaya na nijue vizuri. Nitakuchapa risasi. Shenzi kenge wewe. Unanizulumu pesa yangu. Ni zaidi ya muda mrefu kweli umekuwa hauhitaji kunipatia pesa yangu. Lakini mshikaji alikuwa kimwomba kweli huyu mdingi aweze kumpa muda kidogo, kwa sababu kwa sasa hivi hana pesa. Lakini utoka uamini, unadhani mdingi anaelewa? Hakuna kitu ambacho anakielewa. Alimpatia mshikaji masaa 24 tu ampelekee pesa yake, alafu mdingi akawa anajichenga. Mwamba alikuwa ni huzuni, kama nilivyokuambia kwamba anaitwa Benji na huyu hapa ni mchumba wake, anakwenda kwa jina la Osato. Ni wapenzi ambao wanapendana vibaya mno, yani wanapendana hii barabara. Na kabila kalikuwa happy kinoma noma, lakini akatambui kwamba mshikaji ni mtu wa madeni vibaya mno. Na leo bana Mwamba alikuja kujitetea kwa mdingi na alikuja tena kukopa pesa nyingine. Tafadhali mkuu, naomba unikopeshe, nitakulipa zote kwa pamoja kama tulivyoelewana. Lakini mdingi akasema, sikia nikwambie kitu kijana, unajua umekuwa ni kijana ambaye unateseka, unaonaje umuoe binti yangu ili mradi uishi maisha mazuri, uishi maisha bomba. Huyu mdingi bana akampa ofa mshikaji ya kuweza kumuoa binti yake, na binti yake nayo mdingi yuko Marekani. Kwa mdingi kamwahidi mshikaji kwamba akimuoa binti yake tu basi ataishi maisha mazuri kweli, na hiyo ndoa itakuwa ni ndoa ya mkataba. Atampatia nyumba na gari na maisha mazuri kweli na kazi nzuri atampatia mshikaji ambaye anakwenda jina la Benji. Mwamba alifurahi kinoma noma na alifurahia hiyo ofa na akasema mimi nitamuoa. Na mshikaji alienda kumsimulia kila kitu rafiki yake anayekwenda kwa jina la Chuka. Huyu ni rafiki yake na ni rafiki ambaye wanapendana vibaya mno, ni mwanae wa nguvu, yani ni mwana kindakindaki na wanakubaliana vibaya mno. Gai utoka uamini, kaniambia nikimuoa binti yake mambo safi, atanipa gari, nyumbani, maisha ni safi hadi na mtoto mwenyewe anatoka Marekani, nitaenjoy hii barabara. Mwamba alikuwa happy kinoma noma kama unavyojua tena. Vijana wa mtaani wale wa pangu pakavu, tia mchuzi daga mchele nini, uoga wakipataga mseleleko, uoga wanafurahia kinoma noma. Na mshikaji alikuja kumwambia mchumbaki kwamba kiukweli naomba unisamee, mimi kwa sasa hivi sio level yako kabisa, inabidi tuachane, siwezi kuwa na wewe. Mimi sasa hivi nimepata mwanamke ambaye natakiwa kumuoa, mtoto wa kitajiri, advertise kwanza anatokea Marekani, kasoma Marekani. Kwa sasa hivi bana niko naomba tuachane. Alafu mshikaji akawa anamvua pete, kaja kumwacha mchumba wake bana, alikuwa amemvisha na pete, leo anamvua. Hii hapa nadhani ikufai, ngoja nikamvisha mwanamke ambaye anastahili mimi na wewe. Basi utanisamee sana utanisamee mlembo, mimi sasa hivi sio level yako, mimi nimepata mwanamke ambaye ni noma, utanisamee kweli, kwa sababu umaskini ndio umefanya niweze kuyafanya haya. Na utoka uamini, Mwamba ndoa ilifungwa kwa kuwa binti bado yuko Marekani. Mwamba alifunga ndoa na picha kwa sababu ndoa ilitakiwa iweze kufungwa chap chap. Binti akija ni moja kwa moja kuishi na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Benji. Basi kila mtu alibless hii ndoa, na mdingi leo alikuja kumkabidhi mshikaji hii nyumba. Hapa ndo sehemu ambapo mtakuwa mkiishi na binti yangu, hii nyumba ni ya kwako. Mshikaji alifurahi vibaya mno na mdingi akamwambia huu ndo mkataba ambao inabidi uweze kusaini. Mwamba alikuwa happy kinoma noma, aamini sasa hivi anamiliki nyumba kwa kumuoa tu binti wa kitajiri. Mshikaji katia saini. Asante wewe, kiukweli ndo baba mkwe ambaye unafaa, baba mkwe wa mwaka wa mbele, nimekukubali vibaya mno. Kiangalia mjengo, asante baba mkwe, Mwenyezi Mungu akubless. Wala usijali, yani usijali kabisa. Mwanangu akija nataka umpe raha njoo, wala usijali, mwanao nitampa raha ambazo hajawahi kupataga tangu amezaliwa. Kuwa na amani, yani mtoto wako kafika mikono salama. Mdingi alikuwa happy hii barabara. Na baada ya siku 7 kuweza kupita, utoka uamini, kuna gari ya kifahari ilitimba kwa mdingi hapa. Utoka uamini, binti yake na mdingi katimba bana. Alishuka dereva, alafu then akawa anamfungulia mdogo mdogo, bidada akawa anashuka tipwa sijui samtrela nyashi. Umeona nyashi? Hii ni zaidi ya nyashi, huko ndo kupatwa kwa nyashi na wowowo. Kupatwa kwa nyashi na wowowo naitwa nyasho.
Chikibidada, hii sio nyashi sasa, hii ni nyasho. Chikibidada ambavyo ana nyashi Mdingi alikuwa wapi? Kinoma noma. Bidada ni chibonge, ni semtrela, ni tipwa tipwa. Sijui ile tuita tanki, maana ile tukiliita nyashi tunakuwa tunalikosea. Hii ndo kupata kwa nyashi na wowowo. Tunapataje nyao? Kwa babake bidada ana nyao, au unaweza kaita nyasho. Hii sio nyashi tena. Na Mdingi akawa anamwambia kikweli, nimekumisi kweli mwanangu. Basi Mdingi akawa anamkumbatia binti yake pale, na Mdingi akawa anamkaribisha bidada ndani. Chiki nyashi hiyo nyasho. Nyao. Kupata kwa nyashi na wowowo ndo huku bana. Hii ni zaidi ya nyashi, yani bidada alikuwa na nyashi ya kufa mtu. Na huku pande pili tunamwona mshikaji ambaye anakuwa na jina la Benji, alikuwa na rafiki yake ambaye anaitwa Chuka mdogo. Walikuwa wakienjoy hapa. Mwamba akawa anasema kikweli, mambo sasa hivi maisha ni safi kweli gai. Sasa hivi umetoboa, umepata mke na maisha ndio hivyo gai. Yani maisha yangu sasa hivi kila kitu ni kitonga. Yani mambo ni ya pechi kikweli, na kuonea hivyo na bado hujachema. Wakati wakipiga story wawili hao marafiki kati ya mshikaji ambaye anaitwa Benji pamoja na huyu mwamba ambaye anakwenda kwa jina la Chuka, ghafla tu wakasikia kama mlango ulikuwa ukigongwa pale. Basi mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Benji ikabidi aende kufungua kwa sababu kuna mtu alikuwa akigonga mlango. Basi mshikaji mdogo akawa anafungua. Unabaki anashangaa, hii nyasho hii nyao imefuata nini? Samahani dadangu, karibu sana. Mimi naitwa Gladi, mke wako. Mbona kamwangalia kupata kwa anaanza kuniambia mimi ndo mke wangu. Ndio ndo mimi. Samahani dada, najua umekosea njia. Itakuwa umepotea nyumba. Itakuwa ni nyumba ya huko mbele kwa sababu mimi sikutambui kabisa. Yaani sikujui yani kwenye nyumba. Mimi ndo mwenye nyumba, kwa umepotea. Kocha msingi, angalia labda nyumba ya mbele pale. Nenda nyumba ya mbele pale. Itakuwa ndo hapo ambapo ulikuwa ukielekea. Hapana. Mimi ndo Gladi, mtoto wa Donald bana. Mimi ndo mkeo ambao umenioa. Nimetokea Marekani. Mbona kabaki na shangaa ndo Gladi? Usinichanganye. Mimi mke wangu hana nyasho. Mke wangu mimi ana nyashi. Hana kupata kwa nyashi na wowowo. Ona huku. Huyu hapa ndo mke wangu. Yes, huyu ndo mimi. Bila kusema huyu hapa ndo mimi. Huyu ndo wewe. Ndio huyu ndo mimi. Kipindi hicho nilikuwa naumwa kwa kidogo nikakonde. Mshikaji kasimia pale. Bila kabaki na shangaa. Na baada ya nusu saa mshikaji ndo akawa anaamka hivi, yani kama anahisi malengelenge. Akawa anamuona rafiki yake. Akawa anashtuka pale mshikaji. Anashangaa kwa rafiki yake. Sasa jamaa wangu, nimeota ndoto mbaya. Nimeota nimekutana na binti ambaye hana nyashi, yani anakupatwa kwa nyashi na wowowo. Yani hilo napata nyasho sijui unapata nyao. Muda si mrefu bidada si akatimba. Mama kabaki na shangaa. Samtrela. Tipwa tetema. Kipenzi changu mwenyewe. Ndio huyo hapa jamani, ngoja mimi niwaache wapenza nao. Ngoja mimi niondoke jamani, tutaonana kwa wakati mwingine. Unasemaje mwanangu? Wewe baki hapa, endelea kuenjoy na hiyo nyasho. Maana hiyo nyashi ni nyasho. Vipi mume wangu? Mbona unaonekana kama vile uko sawa? Nyasho ikawa inakaa pale. Mwamba akiangalia, hii nyasho au samtrela au ili ni tanki? Bila akawa anamtuliza mshikaji, tulia, anamshika na ndevu. Mwamba kapagawa, akiangalia nyashi, anachanganyikiwa. Ikabidi aje kushtaki kwa baba mkwe kwamba amemtapeli. Maana kaoa mwanamke mwingine alafu kaletewa mwanamke mwingine. Hapana bana, mimi sijapenda, niliyemuoa ni yule pale. Yule ana nyashi, lakini lile nilinyasho, sijui samtrela, sijui tipwa tetema, sijui ndilo Leifani Kalimba. Hapana, yule ni binti yangu. Alafu mbona pale amekonda pale kwa sababu ya masomo. Mimi nadhani akikaa na wewe atanenepa zaidi. Unasemaje? Yani akikaa na mimi ndo atanenepa zaidi, kwamba unamaanisha kwamba pale amekonda? Ndio hivyo bana. Alafu inabidi ukae na mwanangu. No way, kwa sababu umeshamuona, tumesha saini mkataba. Una namna ya kuweza kulikwepa hilo. Tafadhali na kuomba ufanye kama vile ambavyo tulikuwa tumepanga. Lakini mimi kikweli hamna cha lakini. Ni kwamba mshikaji hana namna. Inabidi akae na yule dada. Lakini yule dada hana nyashi. Nyashi yake ni kupatwa kwa nyashi na wowowo. Unapata nyao. Mdingi akanamwambia tafadhali, mtunze mwanangu. Na pale amekonda. Yule subiri akikaa na wewe akilizika tanenepa tu. Mshikaji akimwangalia kwamba pale tanenepa. Mwamba alikuwa anapata hasila kinoma noma. Na litimba nyumbani anamkuta mwanamke akiwa anapanga nguo. Unapanga na nguo chumbani kwangu? Wewe kama nani? Toka nje bana, mimi siwezi kuwa na mke kabla. Dada anacheka. Jamani, mimi mke wako. Kwa nini unakuwa hivyo? Mwamba kabaki na shangaa. Hajampenda huyu dada hata kidogo. Lakini mbona mtoto pisi tu kabisa, ina nyashi kama yote. Eti nyashi na mimi ina nyao. Ona, huyu hapa ndo ana nyashi. Wewe una nyao ndo tatizo. Unakupatwa kwa nyashi na wowowo. Yaani wewe una nyao. Mimi siwezi kuwa na mtu ambaye ana nyao. Lakini mimi ndo nadhani ndo nimekuwa piskali. Ona, wowowo. Mwamba kasema kwa babake mimi ndo kitu ambacho sikitaki. Mimi kiukweli sio mwanamke ambaye nimeoa wewe. Siwezi kuishi na wewe hata mara moja.
moja. Ndio hivyo. Alafu mbona hapa nimekonda? Nikiridhika tu mwili utakubali. Mshikaji akasema wewe pumbavu nini? Mwili utakubali kivipi? Mwamba kawa anajichenga akiwa na hasira. Balabala. Cheki nyashi hilo. Ni wakati mwingine bidada alikuwa zake akipata msosi. Cheki ngupi hilo. Ugali mimi naitaga ngupi kwa usishangae. Ngupi hilo mshikaji kabaki anashangaa. Ila ngupi au kupatwa kwa ngupi? Mbona gali kubwa hili? Ndio maana unafumukiana. Umekuwa litipwa yani lichimnene kama lote. Kumbe ndio vyakula ambavyo unakula, si ndio? Lakini shida iko wapi? Shida ipo. Utakiwa kula sana kwa sababu inabidi ufanye diet ili mradi uweze kukonda. Jamani, mimi nataka mwili wangu urudi. Mimi kwa kweli siwezi kukaza. Inatakiwa ni ile ili mradi mwili wangu uweze kurudi. Yaani unanepea nyumbani kwangu. Yaani na ile mwili uongezeke tena. Siwezi kuruhusu kitu kama hicho. Siwezi kuruhusu kitu kama hicho. Unataka mpaka upasuke, si ndio? Bidada anaona kama vile mshikaji anamuonea eti. Kwa sababu yeye anaenjoy maisha, anaenjoy life. Niache nile bana, niache mimi. Nile mshikaji akasema, Mwenyezi Mungu naomba nitetee kwenye hili. Maana nimeoa samtrela, nimeoa tipwa, nimeoa treni. Niache nile bana. Bidada akawa anaenjoy zake. Anakula ugali na mlenda. Nimetamani eti. Ni wakati mwingine wa night. Mshikaji muda wa kulala lakini utoka uamini. Usingizi ya party. Akiliangalia tipwa tetema. Akiangalia nyashi. Bidada mwenye nyao eti na mimi nyashi. Huko ni kupatwa kwa nyashi na nyao. Bidada analigeuza tu. Mimi kiukweli ningekuwa ni mimi. Mshikaji akapaga kiukweli. Hivi ni vitu vya genius. Mimi siviwezi. Mwamba kalala na nyashi anayogopa hata kuinjunja. Na asubuhi ilipofika mshikaji alikuja kumuomba radhi mchumba wake. Naomba unisamehe kiukweli nilikosea. Mwamba kabidi aje kuomba radhi mwenyewe kwa sababu alijua amepata, lakini cha ajabu ni kwamba amepatikana, lakini mchumba wake aligoma kumsamehe mshikaji. Mwamba alijisikia vibaya kinoma noma. Upwilu umekaba kwa anaogopa kuinjunja. Ile nyao yani bidada ambaye anaitwa Gladi ambaye ni bidada mwenye nyao yake mjini. Huku bidada alikuwa akicheza huko anakula ngoma kali kutoka kwa msanii mkali anaitwa Ikamba the Doni. Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Hapa ni wapi? Din 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 din. Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Hapa ni wapi? Na mshikaji akatimba. Kuba babake zako unanipigia makelele nyumbani kwangu. Kwani shida iko wapi? Kwani shida uyoni? Shida zoni mimi niko zangu nakula ngoma kali. Unapiga makelele mtaa mzima kila mtu. Nyumba hii ndio unapiga makelele. Jamani tujiunge hapa. Nijiunge na nani? Yaani mimi nijiunge nayo tuendelee kuwapigia watu makelele. Lakini Bidada anasema mimi najipa burudani bana. Nafanya mazoezi ili mradi niwe na shape zaidi. Bidada analizungusha tu lile nyasho. Lile nyao. Mwamba anasema kwa babake. Chiki minyama hiyo. Chiki nyashi. Vitu vyangu hivi mimi ngoja niende Nigeria. Nikamfuate huyo bidada mwenye nyao. Kupatwa kwa nyashi na wowowo. Nije nimlete bongo. Nyesi mnasema Harmonize ana mademu wenye wowowo. Nimuoneshe ukenge. Ako babake mshikaji ni wakati mwingine alikuwa zake rumu. Nyashi ikatimba eti na menyashi. Nyao ikatimba. Shika hii. Mwamba umeniletea zawadi nyao? Yes nimekuletea zawadi. Basi mshikaji akawa anafunua pale taratibu. Haamini ni saa ya gharama. Hela nyingi kweli. Jamani umeninunulia mimi. Kikweli jamani asante. Wala usijari baby. Hii inakustahili kabisa. Mwamba kabaki anashangaa vipi mbona unanishika mabaya? Unanishika mikono machale amenicheza. Umeniletea zawadi ile ni njunja. Ndio kwa umeniletea zawadi ile niko njunja, ndio? Yaani kwa sababu hapana. Mimi kikweli nimekumisi nahitaji unishike. Ushike kifua. Yaani mimi mshikaji akasema hapana. Kachukua zawadi yake akawa anamrudishia shika zawadi yako. Mimi kikweli leo samtrela siwezi kulinjunja. Hilo kampelekea Genius ndo analiweza. Mimi hilo siliwezi kabisa, mpelekee Genius na Harmonize ndo vitu vyao. Bidada akawa anambembeleza mshikaji lakini Mwamba hakuna kitu ambacho anakielewa. Amegoma kabisa. Tafadhali jamani. Mimi nipe kama zawadi lakini kama unataka nikunjunje siwezi kufanya vitu kama hivyo. Alafu mshikaji akawa anajichenga. Jamani benchi. Bidada upwilu umekaba koo. Anahitaji kunjunjwa. Sije Tanzania na mkamoe mimi. Mashabiki zangu nipeni nauli nimfuate mtoto wa kike nikamjunje. Maana ndo vitu vyangu mimi hivi. Vitu vyangu hivi. Ni wakati mwingine bidada alimtimbia mshikaji. Akawa anamkatikia chiki. Mwamba anapagawa kwa babake. Chiki udada. Nyashiro. Mwamba anasema jamani mbona hata kitungwa itakuwa hata akionekani. Raka anasema jamani tafadhali shikilia uno wewe. Shikilia uno hilo. Alafu bidada
mwamba kapagawa. Nyawo ini nyawo kupatwa kwa nyashi na wawawa. Mwamba kakimbia bana, kakimbia, haliwezi ako babake. Hata kama ungekuwa ni wewe mwanaume ambaye unatazama hii picha, unaliweza hilo? Vitu kama hivyo niachieni mimi hapa. Jina sauti ya Simba. Na bidada alikuja kushtaki kwa Mdingi. Huwezi kuamini dadi, yule mwanaume hataki kuninjunja, hataki kutafuna kitumbua changu. Hataki kutafuna kitumbua? Ndio, yani kila siku namtingishia nyashi. Hataki eti, anasema hii sio nyashi, eti ni nyao, eti ni kupatwa kwa nyashi na Mimi kiukweli kichupa kimejaa, upwili umekaba koo, haiwezekani. Yani mtu anashindwa kuninjunjia mwanangu, anashindwa kumkamua. Nitaongea naye, wala usijali mwanangu. Nitaongea naye, nitamuonesha ukenge. Lazima akukamue. Ndo Mdingi alimuita mshikaji, alikuwa akimfokea vibaya mno. Haiwezekani. Kwa nini haumjunji mwanangu? Kwa nini hauli kitumbua cha mwanangu? Sababu ni hii. Mimi ambaye nilikuwa nataka kula kitumbua chake ni huyu. Sio ili Samtrela kupatwa kwa nyashi na wowowo. Mimi siliwezi hili kabisa. Hata kama ungekuwa ni wewe, utaweza hili. Yani tufanye ndo unashika paja. Angalia mguu tu ulivyokuwa mzito. Je, paja ndo litakuwa zito zaidi. Na je hiyo nyawo ndo itakuwa zito barabara. Mimi siwezi. Sina nguvu hizo. Atakuja kuniua huyu mtoto wako. Kwanza akinikalia tu ya mapaja yangu, si ananipasua, anayavunja. Mimi siwezi kabisa kuweza kukamua kitumbua chake. Kwanza hizo nyashi minyama mingi mpaka kitumbua sielewi kiko wapi. Mdingi akasema tafadhali usiongee mpaka ukamaliza. Mjunje mwanangu. Ndio dadi, mwambie aninjunje, nikamue kitumbua. Ndio. Alafu kama unaona mwanangu hana nyashi, anakupatwa kwa nyashi na wowowo, unaweza kumfanyisha mazoezi bana. Diet nini atapungua. Mdingi alimwomba mshikaji aweze kumvumilia mtoto wake, aweze kumfanyisha mazoezi na vitu kama hivyo, anaweza kapungua. Basi bana, kikao kiliisha. Bidada akawa anatoka na Mdingi hivyo. Yaani dada, sijui mtu ukiwa na mjunja, sijui hata kama kitumbua kinaonekana. Dadi, umemwambia kwamba mimi nitapungua. Ni ngumu. Hata nikiwa Marekani nimejitahidi kuweza kufanya mazoezi lakini imeshindikana. Lakini hakukuwa na namna mwanangu, inabidi upambane. Najua kabisa ni wewe hapo kupungua ni haiwezekani, maana hapo ulipo ndo umekonda. Na mwili huo bado najua hapo mwili utaongezeka siku kizao ukilidhika na maisha. Kwa hivyo mwanangu, inabidi uvumilie. Jitahidi kumvumilia mumeo. Fanya mazoezi, mlizishe. Lakini mimi babangu najua kabisa siwezi kukonda. Ndo nitanenepa zaidi. Ndiye akasema no way. Inabidi ufanye kama nilivyo kwambia. No way, inabidi bidada apambanie afanye mazoezi kwa bidii mradi hawezi kupungua, kwa sababu mume wake hahitaji mtu mwenye nyawo. Cheki bidada anavyotingisha nyawo. Sijiona kama mwanamke kama huyu bongo. Yaani nikimleta bongo, mimi ndo nitakuwa na mwanamke bora na mzuri kuliko wote. Na basi bana, waliingia kwenye matizi bana. Mshikaji anamfanyisha matizi mchumba wake, lazima hilo nyawo litoke. Ghafla akashangaa kuna pisi inapita. Hii ndo nyashi sasa. Jamani, ile ndo nyashi, ile ndo nyashi jamani. Mbona unaangalia wanawake? Kilele bana. Acha nifuate nyashi. Alafu mshikaji akawa anafuata nyashi bila kumwambia wewe njoo huko bana. Akawa anamvuta mshikaji, lakini mwamba anaitaka ile nyashi. Maana huyu dada hana nyashi, ana nyawo. Yaani nyawo ni kupatwa kwa nyashi na wowowo. Ghafla kuna mwamba wakatimba walikuwa wamebebana, wanafanya mazoezi huku. Wamebebana. Baby na mimi nataka kama yule. Yaani mimi nikubebe kama yule. Wewe mpumbavu nini? Unataka kuniua? Yule ni mwembamba, wewe ni chimnene. Wewe ni chibonge, wewe ni Samtrela. Wewe ni tipwa tetema. Wewe sije ni tanki umebeba huko nyuma. Mshikaji ana vituko huyu. Bidada baada ya mazoezi anakuja kula pizza, na pizza nzima anaimaliza peke yake, mpaka mshikaji akabaki anashangaa. Yaani baada ya matizi unakula, si ndio? Yaani unaofanya mwili unazidi kuwa mkubwa zaidi. Nini maana ya kitu ambacho tunakifanya? Jamani baby, mimi utaki kunizuia kula, njaa inauma. Kwa kama njaa inauma, inabidi ule ovyo ovyo, si ndio? Asubuhi umekula, katikati ya asubuhi na mchana umekula, na sasa hivi katikati ya usiku na mchana ni kijioni unakula, na usiku unataka kula tena. Kweli wewe mwanamke, ndio maana unazidi kuwa tipwa, ndio maana unazidi kuwa mayele, na ndio maana unazidi kuwa chimnene Samtrela. Jaba. Bidada alikuwa anakasirika, mshikaji anamsema, anamzungumzia vibaya. Eti amebeba jaba nyuma, amebeba pipa, amebeba Samtrela nyuma. Lakini bidada anakula, hataki kuelewa wala nini. Yaani njaa inamuuma, alafu vyakula vipo ashindwe kula. Lazima wale bana. Nilipofika usiku wa manane, mshikaji anarudi nyumbani, anashangaa nyumba imelembwa. Alafu Samtrela limekaa kitandani. Mdada mwenye nyao yake mjini mwamba akasema,
Ndo nini unakifanya? Baby, leo nataka uninjunje, unikamue kitumbua. Chiki dada pale katikati ya mapaja, naona nini hivi? Au basi ombea utanizidi jamani. Mshikaji anasema hapana jamani, yaani unanilembea hivi. Mimi kiukweli, mimi kukupenda siwezi kumpenda mtu mwenye nyawo. Yaani wewe vitu vyako ni genius, tunaenda Tanzania, maybe genius ndo vitu vyake hivyo. Mimi siwezi. Hapana bana, naomba uninjunje, niko chini ya miguu yako. Upwilu umekaba ko, nitakufa eti. Njoo ninjunje, njoo nikamie. Na kuomba mimi mwenzako tangu nimezaliwa sijawahi kunjunjana. Nina upwilu, mwili mzima una upwilu, nisaidie. Mwamba kamwonea huruma mdada. Anatia huruma tangu amezaliwa hajawahi kunjunjwa. Mwamba ikabidi achukue keivanti ili mradi aweze kujibusti, ili akiingia kwenye makamuzi amkamue kisawasawa. Bidada si akawa anataka kuzima taa. Mshikaji wewe pumbavu nini, usizime taa. Nizime ndo nitakuwa comfortable. Hapana, ndiye mwala haiwezekani. Hakuna kuzima taa. Yaani mimi nataka nione nyama zako zote zikimwagika hapo kitandani. Habari za kuzimiana taa yasije katokea kama ile Ivani anadela jipya chupi la zamani, usiku unazima taa. Ni jambo ambalo haliwezekani. Mshikaji aligoma, lakini bidada akasema naomba tuzime taa. Akazima taa. Kilichotokea ni mauaji. Ui, ngufwa. Heyo, unaniua. Jamani kwa balangu. Ui, wewe mwanaume utanikili. Unaniua mimi. Na asubuhi na mapema mshikaji akawa na mkanda bidada. Utoka uamini. Kukuwa alizima taa, mshikaji alikuwa ajui kitumbua cha bidada kiko wapi. Alijua mkono wa bidada ndo mgusu, unajua bidada ni mnene. Mwamba akawa ananjunja kwapa. Wewe alilikamia kinoma noma ile kwapa la dada. Alijua ndo kitumbua. Unajua mtu kama ni mnene bana, kama huyu dada ambaye anakuwa jina la Gladi, yani hata kwa palake bana unaweza kaisi kitumbua. Kwa mshikaji alijua ni kitumbua bana, kwa kakamua kwa hapa. Mwamba anatima na baki anachanganya rafiki yake na mshikaji. Nini kinaendelea hapa? Bidada kwapa ni la moto vibaya mno, Mwamba amelipelekea moto kinoma noma. Nini kinaendelea hapa? Mimi nini kinaendelea shemeji? Mbona shemeji kama anaumia? Jamani ngoja niwaache nyie muendelee kupiga story. Bidada kana anajichenga. Cheki nyawo hilo. Nyawo kupatwa kwa nyashi na wo unapata samtrela, unapata tetema tipwa nyawo, unapata tanki. Mshikaji ni anacheka tu. Mwamba kana mwelekeza rafiki yake kila kitu. Tatizo ambalo limetokea ni kwamba usiku wakati anahitaji kuweza kumjunja yule mwanamke alizima taa. Kwa mshikaji alikuwa hajui kitumbua kiko wapi. Alimkamatia mtoto wa kike mkono na kumjunja kwenye kwapa akijua kwamba ananjunja kitumbua, kumbe mshikaji alikuwa akinjunja kwapa. Ndio hivyo mwanangu, nilikamia kisawasawa ile yenyewe nikapeleka, nilichapa mboko kisawasawa, lakini kumbe gai nilikuwa na njunja kwapa. Mwamba kanabaki anachangaa. Hili ni jambo ambalo lilimshangaza kinoma noma. Ni kwa mara ya kwanza anaona kuna mtu amenjunja kwapa. Kwa mshikaji alikuwa kicheka vibaya mno, yani alikuwa kicheka na basi bana. Ni kwa mara nyingine tena mshikaji ambaye anaitwa Benji alikuja kumwomba radhi bidada ambaye anaitwa Osato, mwanamke wake wa zamani, kwani alimwacha, lakini bidada ilikuwa ni ngumu vibaya mno. Anamfukuza mshikaji, lakini Mwamba haelewi, anazidi kumwomba radhi, anamuomba mahusiano yarudi. Nilifanya makosa baby, lakini usisahau kwamba mimi ndo mwanaume ambaye nilikutoa bikra, nilikunjunja, nilikupa ulinitoa bikra kengele kwa babake, kammwagia maji. Pumbavu wewe. Nyie ndo mnaanza kututangaza mitaani huko tukiwapa kitumbuo kwa mara kwanza, mnaanza kututangaza mshenzi. Naomba utoke. Sio hapa tu, toka kabisa kwenye maisha yangu. Sikuhitaji, sikutaki kwa sababu aliniacha na kuniita mimi maskini. Eti unataka hawa wanawake matajiri. Siwezi kuwa na wewe hata mara moja. Bidada alimkataa mshikaji kabisa, mazima yani. Alafu then akawa anajichenga pale. Mwamba alijisikia vibaya eti, kwani ni mwanamke ambaye anampenda vibaya mno. Huko upande wa pili tunakutana yule bidada mwenye nyashi. Huyu ana nyawo, huyu ana nyashi na mdogo mdogo alikuwa kipasha. Cheki nyashi, vitu vyangu ninakufa mimi na dataga. Ui, mshikaji kakutana naye. Oh, jamani wewe ndo na nyashi na sasa kile kibonge ambacho nilikuwa nacho siku ile. Wewe ndo na nyashi, lakini si mke wake hapa. Mna bala sio mke wangu yule. Mimi sina mke. Mimi sina mke kabisa. Kuwa na mimi tupashe wote, alafu twende sehemu nikakutafuna kitumbua. Basi akawa anapasha kwa pamoja. Na Mwamba alimdanganya huyu dada kwamba ana mke, kamtongoza. Mdada kamkubalia mshikaji ambaye anakuwa jina la Benji. Na Mwamba utoka uamini, alimchukua mtoto kike na kumpeleka kwenye geto la rafiki yake na akawa anamjunja. Nyao alikatimba kwa babake, limesikia mume wake amevusha mchepuko. Wewe usiingie, niache kwa babake, ndakuchapa ndakukalia na ile samtrela. Bidada alitimba mpaka ndina. Kaenda kumfumania mshikaji ambaye anaitwa Benji. Alimtoa mkuku yule bidada ambaye alikuwa na nyashi. Kenge wewe unalinga na nyashi yako wakati mwenzako ni na nyawo. Yaani lako hapa linaingia
anaongea mara 60 sijui mara 80. Yani udada akikutana na huyu mwenye samtrela anaonekana ni kiembao, lakini kumbe ananyashi mtoto. Na bidada alimwashia mshikaji moto vibaya mno. Yani wewe unaanzaje kuchepuka? Yani una mke alafu unachepuka kweli? Lili mume wangu, ulidhiki? Nilizike na nini? Mimi kikweli sikukuoa wewe kabisa. Mimi nilimuoa mwanamke mwingine tofauti na wewe. Yani mimi siwezi kukubali na inabidi ujiandae kwa sababu lazima nikupatie taraka. Siwezi nikaendelea kuishi na mwanamke kama wewe. Na wewe fanya hivi miguu, fanya kama mimi. Fanya kama unaweza. Hakuna kitu ambacho unakiweza, lakini jamani baby, hamna kazi. Hivi haviwezi kufanya kazi yoyote. Miguu yako kwanza haiwezi kutanuka hiyo. Nyawe kitumbua chenye sikionagi naona tu nyavo. Bidada akawa analia eti mshikaji aonagi kitumbua eti anapomchunja. Anaona nyao tu. Bidada akawa analia. Mshikaji anamtukana tu muda wote. Anamtamkia maneno mabaya na mazito. Ni huzuni eti. Leo bana bidada wakati anatembea njiani alikutana na rafiki yake ambaye alisoma Ganesi sekondari. Oh, jamani Gladi, mshikaji akawa anamkumbatia. Wow, umekuwa peace, umekuwa mlembo kubwa babake. Vitu vangu hivi mimi. Jamani ulikuwa wapi? Jamani kikweli mimi nichagawalea mimi. Siwezi kuwa hata nawe kikweli umekuwa mzuri yani. Umekuwa mrembo. Nimekupenda bure. Lakini ndio hivyo mimi nishaolewa sasa hivi. Siwezi kuwa na mtu mzunguka. Bidada alikuwa linazunguka. Vitu vyangu hivi kikweli. Kwa nini usingekuaga hujaolewa ningekuoa mimi? Hapana bana, acha kusema hivyo. Mbona kuna watu wananiponda? Hamna kukuponda. Wewe ni mzuri. Unajua bana kuna kitu amenifunza hapa. Kumbe uonacho kwako wewe ni takataka, kumbe kwa mwingine ni dhahabu eti. Huko mshikaji bado anazidi kung'ang'ana na mwanamke wake, anamuomba radhi. Na leo alikuja kumwahidi bidada kwamba yuko radhi kumpa talaka yule mwanamke na kumrudia huyu na kuweza kumuoa. Waweze kutengeneza maisha na mambo mengine yaendelee. Bidada kusikia hivyo, hapa kidogo kajisikia amani. Kama atampatia talaka yule mke wake, yuko radhi kuweza kurudiana na mshikaji ambaye anakuwa jina la Benji. Lakini wewe kweli unampatia talaka? Kweli unampatia talaka? Siwezi nikaishi na samtrela mimi, mwanamke ambaye anakupata kwa nyashi na nyasho. Siwezi nikaishi na mwanamke kama huyo. Anakupata kwa nyashi, wowowo na mtulinga. Yani bidada sio kupatwa kwa nyashi na wowowo tu. Yani ni kupatwa kwa nyashi, wowowo na mtulinga. Mwamba katimba mpaka chumbani. Kaona mtulinga umelala pale. Nyashi imelala. Nyawo. Tutaita mnyao. Ni mtulinga, nya manake ni nyashi, wo manake wowowo. Yani ni kupatwa kwa nyashi, wowowo na mtulinga. Mshikaji akaiona simu pembeni ya bidada, ikabidi achukue. Na alikuta kuna mtu alikuwa amempigia huyo dada na amemtumia meseji. Mshikaji alichokifanya akamtumia huyo mtu meseji. Yeye mwenyewe akamtumia kwenye simu ya bidada ambaye anaona jina la Gladi. Yani bidada ambaye ana mnyao wake mjini. Na asubuhi na mapema walikuwa wakipiga story mshikaji pamoja na mke wake. Mwamba muda wote ni anamponda, muda wote anamsema. Na ghafla wakasikia kuna mtu alikuwa akigonga mlango na akawa anatimba mpaka ndina. Oh jamani Stanley, karibu. Na umefikaje hapa? Wewe ndio umenitumia message, umeniambia nije. Umeniambia nije hapa na umeniambia unanipenda jana usiku. Umeniambia unanipenda, umenitumia message kwamba nije hapa. Lakini mimi sijakutumia message yote. Msijari, mimi ndo nimemtumia, ndo nimemwambia kwamba unampenda. Jamani wewe, gai kuwa na huyu, mimi nakuruhusu kabisa. Kuwa naye, kuwa huru. Ukitaka mjunjane mtanjunjana kwenye kile chumba, wala msijari. Iwe ni zipo hapa, kila kitu kipo. Alafu mshikaji akabaki anajichenga. Bidada mpaka akabaki anashangaa. Ni kweli bana, huyu mshikaji ambaye anaitwa Stanley anampenda kweli huyu dada. Ndo kama nilichokuambia mwanzo, kupitia mshikaji nimejifunza kitu kikubwa, kwamba mwanamke ambaye wewe unamuona ni mbaya kwa mwingine ni mzuri, lakini yule mwanamke ambaye wewe unamuona ni mrembo kwenye maisha yako, lakini kwa wengine wanamuona takataka tu. Kwa maana hiyo mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Stanley kampenda huyu dada ambaye anaona jina la Gladi, ambaye anakupatwa kwa nyashi, wowowo na mtulinga. Hata mimi nimempenda, si mnajua jamani, mashabiki zangu ndo vitu vyangu hivyo. Nipatiane ile libukubeni nini Nigeria nikamchukue huyo bidada mwenye kupatwa kwake kwa nyashi na wowowo anamnyao mjini. Utakaa uamini. Bidada maneno ya mshikaji alikuwa yanamfariji, kwani mwamba anaonekana anampenda. Asante sana kwa kunipenda. Alafu bidada akawa anamkumbatia mshikaji. Huyu ndo mwanamke ambaye anampenda. Cheki nyawo hilo. Nalitamani jamani kama ningelikamatia na ambavyo sijawahi kunjunjana. Siku ya kwanza nanjunjana na mdada mwenye nyawo. Ningeenjoy kweli kweli. Ni wakati mwingine mshikaji alikuwa na mchumba wake ambaye anakuwa na jina la Osato na alikuwa kwenye geto la rafiki yake kama kawaida. Alikuwa akihitaji kuweza kumjunja huyu dada ambaye anakuwa na jina la Osato. Kama unavyojua sasa hivi wamerudiana, basi mdogo mdogo mahaba yakaanza. Kafanya wakatimba kubaba.
Tumekuisha jamani. Nini ambacho kimekuleta tena? Mbona wewe mwanamke jamani, mimi nilikwambia kabisa mimi nataka nikupe talaka, naelewa. Na nimekuja hapa kwa sababu babangu anakuita, tuna kikao. Tuna mambo ya kuzungumza. Na uje na huyu mchumba wako kwa sababu ni muhimu eti. Na utoka uamini leo ndio ilikuwa siku ya kikao. Na Mdingi alikuwa akimsikiliza mwanae. Una uhakika? Ndiyo baba. Huyu ndo mwanaume ambaye ananipenda. Nahitaji kupeana talaka na Benji. Nahitaji kuishi na huyu hapa. Huyu ndo mwanaume ambaye amenipenda na ameniridhia kabisa. Wewe una uhakika umempenda mwanangu, umemridhia wewe? Umempenda mwanangu? Unataka kumchezea? Ndiyo baba, nimempenda. Mimi vitu vyangu, yani mimi masamtrela, matipwa matetema ndo vitu vyangu. Ndiyo. Mimi kiukweli siwezi kuwa na yule tena. Acha niwe na mwanaume ambaye ananipenda. Wala usijali mwanangu. Kwa kuwa ndo mwanaume amesema anakupenda na amependa samtrela lako freshi. Mtapeana taraka na huyu mwanaume, itabidi akae mbali. Mshikaji alikuwa happy, hatimaye sasa anaenda kupewa taraka. Hivyo, lakini bila akasema, lakini naombi moja babangu. Nilikuwa naomba mimi na mwanaume wangu hatuwezi kuishi hapa Nigeria. Tutaondoka zetu tutaenda Marekani kuishi pamoja. Lakini nyumba nilikuwa naomba niweze kumwachia Benji na mwanamke wake kama zawadi yao. Mwamba kabaki anashangaa. Si ndio baby Yes, kwa amani tu. Yes, ameamua kuniachia wewe na yeye tumwachie nyumba. Kwa kuwa mshikaji kaamua kumwachia Stanley huyu bidada ambaye anaitwa Gladi. Naye Gladi kaamua kumpatia mshikaji hii zawadi ya nyumba. Kwa kuwa mwanangu umesema mimi naliachilia hilo kwa na amani tu. Mwamba haamini jamani, asanteni. Mwamba haamini. Kapewa nyumba bana. Kwa sababu Yes aliamua kumpa bidada ambaye anaitwa Gladi yule mwanaume ambaye anaitwa Stanley. Naye kapatiwa nyumba bana. Mwamba alikuwa happy vibaya mno. Alisimama alikuwa na furaha vibaya mno. Kila mtu akawa anamkumbatia demu wake. Mwamba akasema njoo nikubebe, maana najua huyu hawezi kumbeba yule Sam Trailer. Bila kuona na mimi nataka kama huyo, na mimi nataka nibebe. Mwamba akawa anambeba. Mshikaji kabaki anashangaa. Sam Trailer unataka kubeba? Unataka kupasuka miguu? Mshikaji anajitahidi kuforce bana. Eti alibeba ile Sam Trailer. Hawezi bana. Mwanaume shupavu ambaye anaweza kulibeba ile Sam Trailer ni mimi peke yangu. Jini sauti ya Nang'ata. Jini sauti ya Simba. Naomba usikatishe video hii. Hii hapa ni channel yangu mpya. Nimeifungua muda si mrefu. Inaitwa Genius 2. Make sure kwamba unaisubscribe kwa sababu unajua bado hujasubscribe. Bonyeza hapo chini kuna kitufe kimeandikwa subscribe, alafu then utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako. Najua umesubscribe channel yangu ya Genius 1, Genius Swahili Movies. Subscribe na hii tafadhali, ili mradi mapambano yaendelee. Najua mnanikubali wanangu. Mimi nitazidi kuwaletea vitu vingi zaidi kwenye hii channel ya Genius 2. Mimi ndo yule Genius sauti ya Simba. Namba zangu ni hizo hapo. Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba Genius, hivi yule msanii wako kamba The Don hajatoa wimbo mpya? Habari ni kwamba ametoa wimbo mpya, na kwa sasa hivi huwezi kuamini kwamba ametoa na Chino Wanaman. Cha msingi tu ingia YouTube pale upande wa kusearch, kasearch andika kamba The Don na Chino Wanaman. Utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye screen yako hapo. Utakachofanya utaibofya na kwenda kusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Baada ya kufanya hivyo, usisahau kuweza kudondosha comment yako na kuweza kuniambia kwamba Genius, nimeijua hii nyimbo kupitia wewe. Jamani, mumsupport msanii wangu. Huyo ni msanii wangu, mimi ni meneja wake. Msupportini jamani kama ambavyo mnanisupporti mimi, Genius.